aliye kushoto kwako na aliye kulia kwako, mwambie kaa makini, kaa makini, kaa mkao wa kula. Haleluya. Hakikisha anajisikia yupo nyumbani. Asiwe mpweke, asipotee. Kiwezekana mpe 5. Haleluya. Na wasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo. Siku ya leo ni siku njema ambayo inatukumbusha ushindi ambao tumeupata. Haikuwa nguvu zetu, haikuwa kwa akili zetu, bali ilikuwa ni Kristo. Haleluya. Ninayo furaha kubwa sana kusimama mbele zenu, na nanyenyekea sana mbele zenu. Sio kwamba ndio mtu pekee ambaye anaweza kutoa neno, lakini ni kwa mapenzi yake Bwana. Hivyo naomba mniazime masikio na mioyo yenu ili Mungu akaweze kufikisha kile ambacho anataka kukileta kwenu. Haleluya. Lakini kabla ya hapo, nataka nitambue uwepo wa mzee wangu pale. Karibu sana baba. Karibu sana, tunatambua uwepo wako, tunashukuru kwa kututembelea. Mungu akubariki sana. Lakini pia natambua uwepo wa mzee Nchimbi. Imekuwa kama miaka 4-3 kasoro hivi hatujaonana, muda mrefu sana. Nimefurahi kukuona na wengine ambao tuko na nyie siku ya leo. Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kuja. Wote ambao mmefika, nadhani tunastahili wote kujipa pongezi kwa kufika siku ya leo. Haleluya. Hebu tujipongeze kidogo. Na kabla sijasahau, nilikuwa na uhitaji zaidi tu ya wana maombi, watu ambao wapo tayari, ambao wanaweza wakaungana nasi kipindi cha maombi kila siku hapa. Tutagawa muda na siku za kukutana, lakini angalau kwa kila siku tunatakiwa tuwepo watu kwa ajili ya kuomba hapa. Kwa hiyo zaidi ya wale wana maombi, kama utaweza kufanya hilo jukumu, unaweza kunyosha mkono. Maombi kila siku. Tuna uhitaji wa maombi. Na asante mkono, nimeona kuna mkono mmoja. Asante. Asante, kuna Mama Yadom, kuna Priska. Wengine ambao sio lazima tutoe maneno mazuri ya kutufariji. Maombi ni kitu kizuri. Tuna uhitaji wa maombi. Kwa hiyo zaidi ya wana maombi, kama unaweza kuungana pamoja nasi katika hii ratiba ya maombi, unaweza kunyosha mikono kama upo. Ni hayo tu machache, na nadhani tutakutana pamoja na wana maombi baada ya ibada. Wote wale ambao mmenyosha mikono na wale ambao ni wana maombi, tutakutana ili tuweke huo mkakati sawa kwa ajili ya maombi. Haleluya. Si wana maombi tunajua, tunajitambua. Haleluya. Najua mmesahau kama ni wana maombi. Kwa hiyo ni hiyo. Basi tuingie katika ratiba na biashara siku ya leo. Nilikuwa napitia notes ambazo tulianza mafundisho Jumapili iliyopita, na nikagundua kwamba safari ni ndefu ya haya mafundisho. Tutahitaji zaidi ya Jumapili 2, labda mwezi mzima. Kwa Mungu, kwa kadri atakavyotupa neema, tutayachanganua vizuri, kwa sababu naamini ndio msingi wa kila Mkristo kuelewa kazi ambayo Mungu ameifanya kwa ajili yangu, kwa ajili yako, na kwa ajili ya ratiba yake takatifu. Kwa hiyo Jumapili iliyopita tulianza mafundisho ya siku 6 ya uumbaji. Kwa nitapitia kidogo tu kwa wale ambao hawakuwepo, ili tuweze kuwa sambamba tutakapoingia hatua ya pili. Siku 6 za uumbaji. Niombe radhi kwa kuwa nilikuwa natoa point kama siku. Kwa mfano point ya kwanza nilisema siku ya kwanza, lakini nimegundua siku moja inaweza kuwa na point zaidi ya 2-3. Kwa hiyo hizi ambazo tutakuwa tunazitaja ni point, sio siku. Kwa hiyo ni siku 6 tunazijadili za uumbaji, lakini zina point zaidi ya 6. Mmenielewa? Kwa wale ambao waliandika Jumapili iliyopita, nadhani ni kwa ajili ya nyie, nataka kuweka hiyo sawa,
Yawezekana uliandika siku ya kwanza ikawa hivi, siku ya pili ikawa hivi, siku ya tatu ikawa hivi, lakini tajaribu kuiweka sawa hiyo, kwa sababu ni pointi zipo nyingi zaidi ya siku 6 hizo za uumbaji, lakini point kubwa au somo tunalolijadili na kulichanganua ni siku 6 za uumbaji. Kwa hiyo pointi ya kwanza tulizungumzia hatua ya kwanza ambayo Mungu aliumba ulimwengu. Haleluya. Tulisoma Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Haleluya. Amen. Na tukasema dunia ile ambayo Mungu aliiumba ilikuwa ni kamilifu. Ilikuwa ina kila kitu, haikuwa na ubaya wowote, haikuwa na maumivu, haikuwa na vifo, haikuwa na kitu chochote kinachoweza kusemekana kwa ubaya. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na tukasoma Ayubu 38 mstari wa 7 ambapo Biblia inasema nyota za asubuhi ziliimba na wana wa Mungu walishangilia kwa furaha. Hiyo ndio siku ambayo Mungu alikuwa ameiumba iliyokuwa imekamilika. Kwa katika hiyo siku kila kitu kilikuwa kimekaa sawa. Na tukasema ya kwamba hizi siku 6 zinaashiria kazi kamili ambayo Mungu aliifanya. Nilisema ya kwamba Mungu ni Alfa na Omega, anajua mwisho kabla ya mwanzo, na anaujua mwisho kabla, yani hivyo, umenielewa? Alfa na Omega, anaujua mwanzo kabla ya mwisho, sivyo? Najaribu kukumbusha tu, revise kidogo kwa wale ambao hawakuwepo. Kwa hiyo sasa, kwa kuwa ni Mungu mwenye hiyo hekima ya kutambua mwisho wa kitu kabla hakijaanza, alijua mwanadamu ataanguka, alijua dhambi itaingia, alijua uovu utaingia. Ndani ya siku 6 akafanya kila kitu. Kila kitu, kwa maana ya kwamba hata uponyaji wa mwanadamu baada ya anguko alikuwa ameshaukamilisha ndani ya siku 6. Haleluya. Kwa hiyo dhambi au maumivu, hiyo stress, hali yoyote unayoipitia, Mungu alijua kabla hata hujaingia kwenye picha ya ulimwengu kama utakuwepo. Alijua utaishi hivyo, alijua utakumbwa na vitu hivyo, na akatengeneza plani ya kufanyeje. Tuko pamoja? Naomba mnisaidie kuhubiri. Haleluya. Tuende kwa pamoja, mnitie moyo. Unajua mhubiri akipata energy kutoka kwenu, neema inazidi kushuka. Ila vikapu vyenu mkiviweka vichache, neema inakata, mafuta yanakata. Kwa unapozidi kufungua kikapu chako kwa ajili ya kupokea, mafuta yanazidi kumiminika. Haleluya. Kwa amen yako sio kwa ajili tu ya amen, unaruhusu Roho aminike zaidi. Haleluya, ili akakujaze. Kwa unaponipa energy nzuri, Roho Mtakatifu anazidi kushusha neema zaidi na zaidi. Kwa kama ulikuja na kakijiko, naomba ongeze ikawa hata ndoo ya lita 20 ili ikajazwe. Haleluya. Okay, so kwa maarifa ya kuwa yeye anaujua mwanzo na anaujua mwisho na yote aliyopo hapa katikati, akatengeneza plan B ya kwamba akianguka mwanadamu nitatengeneza 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ili kuja kuleta urejesho. Biblia inasema mwanakondoo aliyechinjwa kabla ya msingi wa dunia. Kwa maana Yesu Kristo kufa kwake haikuwa ni ratiba iliyotokea baada ya mwanadamu kufanya dhambi. Ilikuwa ni ratiba iliyokuwepo kabla hata mwanadamu hajazaliwa, kabla hata mwanadamu hajafanya dhambi. Hiyo ratiba ilikuwepo. Kwa hiyo alijua maisha tutakayoishi, na kwa kuwa ni baba wa upendo akatengeneza na plani ya kutuokoa. Kwa hiyo haki yangu, haki yako sio kwa sababu umetenda kitu kizuri. Haleluya. Ni kwa sababu Mungu ni mwema. Amen. Niishie hapo nisije nikaingia. Kwa hiyo siku ya kwanza ambayo tumeiona iliyokuwa kamilifu inatuletea kwa mtazamo wa hekima ya rohoni. Sasa ni picha aliyokuwa nayo Adam wakati Mungu amemuumba. Tunakubaliana na hicho kitu. Adam alipoumbwa alikuwa ni mkamilifu. Alikuwa kwenye bustani iliyojaa mema yote, si ndio? Kwa kila kitu, maisha ya mwanadamu alipokuja kwenye picha kilikuwa kimekamilika. Hakikuwa na ubaya wote, hapakuwa na tone lolote. Yani it was perfect. Jumapili iliyopita nilisema he was the ideal man in the ideal environment. Alikuwa ni mwanadamu aliyekuwa picha. Yani umewahi kuwa na tunaziita fantasy.
una namna unatamani kitu kiwe kichwani mwako, si ndio? Kwa hiyo ndio unaweza kupata kile lakini kikaenda tofauti na ulivyokuwa umekipanga, ulivyokuwa umekiwaza. Najua una plani ya maisha unaotaka kuyaishi miaka 5 mbele, mazuri. Hayo maisha hapo kichwani. Umeweka mikakati yako, umeweka mipango kwamba nikipita hapa, nipite hapa, nipite na hapa, nategemea maisha hayo mazuri. Si ndio? Ndio plani ambayo Mungu alikuwa nayo kwetu. Alikuwa ametutengeneza kwenye mfano wake na sura yake. Kwa hiyo ile picha iliyokuwa kichwani mwa Mungu ndio akawa ametoka nayo mwanadamu bila upungufu wa aina yoyote. Mpango halisi wa mwanadamu ndio uliokuwa umetoka duniani kama Mungu alivyopanga. Mazingira ambayo Mungu alitamani aishi mwanadamu ndio mazingira ambayo mwanadamu alikuja kuyaishi. Ndio siku ile ambayo Mungu aliumba mbingu na nchi ilikuwa imekamilika. Ndio tunachukua picha kwamba ule ukamilifu wa ile dunia ndio ukamilifu wa mwanadamu alivyokuwa. Wengine mnaweza mkawa mnasema sasa ule ulikuwa ni ulimwengu, hawa ni watu. Nilisema Jumapili iliyopita kwamba Mungu akikuangalia wewe anatuangalia kwa context, mtazamo wa dunia, ulimwengu. Anasema kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa hiyo ule ulimwengu hauashirii tu ulimwengu, unaashiria pia mwanadamu. Kwa hiyo ulimwengu uliokuwa kamilifu, na ndio maisha ya mwanadamu yaliyokuwa kamilifu. Hiyo ilikuwa ni pointi ya kwanza. Pointi ya pili, Mwanzo sura ya 1 mstari wa 2. Hatutasoma hivyo vifungu, nakumbusha tu yale ambayo tuliyajadili Jumapili iliyopita. Na kama utahitaji zaidi basi unabidi uchukue mahubiri ya Jumapili iliyopita, yapo kwa mfumo wa audio na video. Unaweza ukachukua ukakaa kwa utulivu ukafuatilia vizuri ili ukapate kuelewa zaidi. Pointi ya pili ambayo ni Mwanzo sura ya 1 mstari wa 2, Biblia inasema, ngoja tupasome, nitasoma kwa Kiingereza. Inasema, the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. Okay, yeah. So pointi ya pili ni kwamba dunia ile ambayo ilikuwa imekamilika, giza likatanda. Kuna siku nilikuja kufundisha kuhusu ulimwengu hizi na namna zilivyokuwa. Ni mafundisho kidogo yapo critical na ni ya kithiolojia ya ndani zaidi, ambao hiyo wanathiolojia wanatuambia ya kwamba Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 na mstari wa 2 pana utofauti wa miaka. Maana yake ni kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ulipita wakati dunia ndio ikaja kupata uharibifu, ilikuwa tupu, ilikuwa imetanda na giza, ukame, vyote vilikuja hapo. Lakini haikuwa ni siku moja kwamba tunaenda sawa, sijui mnanielewa au niko speed mno. Ni kwamba Mungu hawezi akaumba ulimwengu ulio mchafu, si ndio? Hawezi akaumba kitu ambacho kina giza na utupu. Ina maana lile giza lilikuja baada ya tukio fulani, na lile tukio halijarekodiwa kwenye kitabu cha Mwanzo. Lakini katika kuseti vifungu Jumapili ile nilijaribu kuwaunganishia point ya kwamba ni baada ya anguko ya wanadamu waliokuwa sio wanadamu, wana wa Mungu, sons of God. Our sons of God sio sisi, kwa sababu tulikuwa tujaingia kwenye picha. Walikuwepo kwenye ulimwengu huo ambao sasa baada ya dhambi ilivyoingia, Mungu akaiharibu ile dunia. Baada ya kuiharibu ile dunia ndio ikawa ukiwa, utupu na giza likawa limetanda. Sasa hii inatupa picha gani? Hii inatupa picha anguko la mwanadamu la pili. Haikuwa ni anguko la kwanza, kwa sababu anguko la kwanza lilikuwa ni shetani na watu wake. Na kulingana na vifungu tunaona ya kwamba hatutavisoma tu kwa sababu ni somo pana. Shetani alipewa mamlaka ya kutawala kazi ya mikono ya Mungu ambayo aliiumba, kwa sababu hii Eden ya bustanini inaonyeshwa hapa sio Eden ya kwanza. Ezekiel 28 mstari wa 13 pale inatuonyesha kwamba kulikuwa bustani sehemu ya kuna bustani nyingine ya Mungu. Kwa hii bustani ya pili haikuwa bustani ya kwanza. Ilikuwepo bustani ambao aliyepewa mamlaka alikuwa ni shetani na wana wa Mungu ambao walikuwa ni viumbe hivyo, havijulikani ni viumbe vya gani. Haleluya. Mwaye kujua mwanzo wa mapepo.
Biblia haijarekodi vitu kama hivyo, lakini ukisearch vizuri kwenye vifungu inatupa clue kwamba there was something before we came into picture. Kuna kitu kilikuwepo kabla ya wanadamu hawajaja kwenye picha, na hicho kitu ndio kilichosababisha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 2 kuwa na utupu ukiwa. Lakini linamaanisha nini sasa kwetu sisi ambao tumekuja? Hii ilikuwa yote katika picha ya mtazamo wa Mungu ambaye alimjua mwanzo na mwisho. Kwa hiyo ili anguko la mwanadamu ndio tunaweza tukapata pia hekima kutoka hapa ya kwamba giza lilitanda hili enzi hizo, lakini na sisi likaja kutanda baada ya anguko la Adamu. Maneno mazito kidogo hapa. Unatakiwa akili yako itulie ili uelewe ninachokisema. Adamu alivyoanguka, uzuri wote ule ambao Mungu alimpa, mazingira yote yaliyokuwa yamekamilika yakaharibiwa na akafukuzwa kwenye Eden. Haleluya. Amen. Akafukuzwa tena kwenye ile Eden ambayo Mungu alimuumba. Kwa kile kilichokuwa kizuri kikabadilika kuwa kibaya. Siku zilizokuwa ni nzuri, ambapo nyota za asubuhi zilikuwa zinaimba na wana wa Mungu walikuwa wanashangilia kwa furaha, zikageuzwa kuwa ni nyimbo za huzuni, nyimbo za maumivu, nyimbo za vifo, na mambo yote mabaya yakatanda tena baada ya hilo anguko. Hiyo ni point ya pili. Point ya tatu, sura ya kwanza hiyo na mstari wa 2b ambayo inasema, and the spirit of God was hovering over the face of the waters. Roho wa Mungu akawa anazunguka katika uso wa maji. Tunasema ya kwamba sasa hii picha ya Roho kuzunguka katika uso wa maji ilikuwa ni kuandaa kile kitu ambacho Mungu anataka kufanyaje? Kukifanya. Kwa hiyo Mungu haikumpendeza ile hali ya ulimwengu ulivyokuwa kwenye giza. Ingawa mwanadamu alistahili hukumu, alistahili kufa, na kweli alikufa, alihukumiwa kifo, kwa sababu baada ya hapo ndani ya mwanadamu hakukubaki kitu chema chochote. Naelewa wapendwa? Hii neno ni ndo deliverance ya Kristo, ya kwamba ukijua ya kwamba wewe hapo ulipo pasipo Mungu hauna kitu chochote chema, ndivyo Mungu anavyokutazama. Tukukute umeenda guest au haujaenda, Mungu anakutambua bado ni wa dhambi. Kwa mtazamo wa Mungu anaichukulia nafsi ya mtu aliye baada ya anguko. Tulisoma kifungu kinachosema kwa sababu ya kutokutii kwa mtu mmoja wote walihesabiwa ni wanadhambi. Kwa hiyo sio lazima tukuone unaloga ili tuseme wewe ni wa dhambi. Sio lazima tukuone umeenda kumchukua mume wa mtu ndio tuseme wewe una dhambi. No, dhambi yetu ni ndani. Tuna asili ya dhambi. Kwa hata chochote utakachokifanya kitu kizuri, Mungu bado anakitambua ni kibaya, kwa sababu ushahukumiwa. Nikatoa mfano ya kwamba ni sawa umeenda mahakamani, tuseme nitoe mfano, Tanzania imehukumiwa na mahakama ya dunia, na wanasema Watanzania wote watakuwa ni wafungwa, na aliyefanya kosa pengine ni viongozi wa juu kule, si ndio? Na wote tukahukumiwa. Haijalishi sisi tulifanya hicho kitendo hatukufanya, tutakuwa chini ya mateka ya wale ambao walifanya makosa na wamehukumiwa. Umeona? Kwa ndani ya nchi si wapo watu wema, si ndio? Waaminifu si walikuwepo? Watu wazuri wapo. Lakini kwa sababu ya mtu mmoja ambaye alikiuka sheria, nchi yote ikapotea na ikawa mateka juu ya wale ambao walihukumu. Ndivyo ilivyokuwa kwa mwanadamu. Kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja, wote tuna dhambi. Kwa hiyo wewe kama wewe hauna jema, inatakiwa ifike sehemu uelewe kwamba wewe hauna jema, na ndani yako unachokihitaji kukifanya ni nini? Ni kibaya. Ukifika mahali hiyo ndio utajua kwamba kumbe haki yangu sio kwa sababu nimetubu. Haki yangu sio kwa sababu nimeenda kanisani. Haki yangu sio kwa sababu nimetoa zaka. Haki yangu sio kwa sababu nimefunga. Haki yangu, utakatifu huu ni kwa sababu niliitwa
tena kuwa mtakatifu kwa mtu mmoja aliyetii. Kupitia Kristo ndio nikawa na mimi na haki. Kwa hiyo shetani akija, hii inamaanisha nini wapenda? Ni kwamba unaweza ukaokoka na bado ukawa unatenda dhambi, na hiyo ndo hali yako. Hali yangu ni dhambi. Kwa nitaponeje na hii dhambi? Roho Mtakatifu akaanza kufanyaje? Anyway, tutarudi kwa Roho Mtakatifu. Kilichofanyika ni kwamba sasa kupitia Kristo tukabebwa kwenye mbawa au kwenye kimvuli cha Kristo, na tukaitwa na Mungu kwamba tuna haki kupitia Kristo. Kwa kufa kwa Kristo ndio kumenifanya nikawa na haki. Kwa kupigwa kwake kwa ajili ya msalaba, kufa na kufufuka, ndio nimepata ushindi juu ya dhambi. Sasa inatakiwa nikubali kwamba mimi nina dhambi, ila nikitaka kuishi haki kwa nguvu zangu mimi, kila siku nitakumbushwa kwamba wewe una dhambi. Tumelijadili hili somo kuanzia Jumatano, Ijumaa kwa undani sana, ya kwamba naweza nimetoka kunena kwa lugha hapa, nimegaragara, nimelia machozi. Nawezekana sijui kama tunakana tumemwona Roho Mtakatifu ametushukia live, lakini nikishafuta vumbi, nikitoka nje hapo, dhambi inaniita. Narudia yale. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo nilivyo. Ni asili yangu ni uovu. Nimetoka kutubu juu ya uzinzi. Baada ya pale, kinachoenda kufuata ni kuzitafuta zile namba tena. Kwa sababu gani? Hivyo ndivyo nilivyo. Na Mungu alisema kwa sababu ya anguko hili alilolifanya Adam, nafsi zetu ziliuzwa kwenye uovu. Ina maana nipo kwenye mji ya uovu. Huo mji hausupport goodness. Huo mji hauruhusu kitu chochote chema. Kwa nitakachojaribu kufanya bado nitajikuta ni kibaya. Kwa hiyo ukiwa kwenye mji wa uovu, hata tendo lako jema litahesabiwa bado kuwa ni uovu. Kwa uko kwenye huo mji, kwa kadri upo kwenye huo mji wa uovu, bado wewe ni mwovu. Utaendelea kuwa ni mwovu hata kama matendo yako ni mema. Hii inamaanisha kwamba we are not righteous. Tunatakiwa tufike mahali tujione kwa mwanga ya uchafu tulionao, ili tukienda kwa Kristo, tunachofanya ili tusaidiwe, tunakubali, tunamwambia Yesu, mimi nina dhambi, nimekubali. Kwa hiyo nakupokea wewe, nikapate haki yako wewe. Haki ya Kristo ikawe ndo haki yangu. Tutaelewa mbele zaidi, nitaieleza kiundani. Kwa hiyo sasa Roho alipokuwa anazunguka, alichokuwa anakifanya, alikuwa anaandaa, aliatamia, tulitumia neno kuatamia. Aliuatamia ulimwengu ule ambao ulikuwa umedumbukizwa kwenye hukumu, kwenye maji, ilikuwa limedumbukizwa. Roho Mtakatifu alipokuwa anazunguka ni kama ameatamia, ili ulimwengu utotolewe upya. Kwa sababu ule uharibifu uliotokea hakukuwa na uwezekano wa kurekebisha. Sio kwamba kuna nyaya imechomoka hapa nichomeka hapa ulimwengu utarudi kwenye hali yake. Ulikuwa umeharibika beyond repair, hautengenezeki. Kwa hiyo ilibidi uatamiwe ili uzaliwe upya. Na baada ya Roho Mtakatifu kuzunguka, ndipo Mungu akasema na iwe nuru, na ikawa nuru. Ni kwa sababu gani? Kazi ya uumbaji inahusisha Roho Mtakatifu na neno la Mungu. Hiyo ndio ilikuwa siku ya 3. Kwa hiyo ukiachukua yale mafundisho ambayo yapo kwenye audio video vizuri, utaelewa zaidi ambacho tunajaribu kukiweka wazi hapa. Lakini siku ya leo tutaendelea na pointi ya 4. Wale ambao tunaandika, nadhani leo tunaendelea na pointi 4. Yohana 3 mstari wa 6. Tuanze kusoma hapa. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 6.
Anzia 5 mpaka 6. 5 mpaka 6, neno la Bwana linasema, Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Amen. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Sasa story hapa ni kwamba alikuja mwanafunzi mmoja na kiongozi mmoja aitwaye Nicodemus. Alikuwa ni kiongozi wa Wayahudi, na huyu mtu alikuja kwa Kristo usiku na akamuuliza, mwalimu, yawezekaneje unafanya haya mambo? Unafanya ishara na maajabu. Haiwezekani mtu yeyote kufanya haya pasipokuwa na Mungu. Na Yesu akamwambia, kweli nasema nawe kwamba mtu asipozaliwa na maji na roho hawezi kuona ufalme wa Mungu. Sasa inachomaanisha kuzaliwa upya huku kwa Roho Mtakatifu, kuzaliwa upya ni kwamba neno la Mungu linafanya kazi na Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Lakini anayefanya kazi kwanza ni nani? Ni Roho. Na nikishamkubali Kristo, nimeokoka, nimekubali kuwa alikufa na kufufuka kwa ajili yangu, nikazaliwa upya, ina maana kilichofanyika ni kwamba siku hii ya 3, kwa sababu sasa hii ilikuwa, ngoja tuone kama ni siku ya 3 au ni siku ya kwanza. Yes, haya yote tulikuwa tunazungumzia, lakini ndio tunaingia kwenye siku sasa ya kwanza. Siku ya kwanza Mungu aliita nini? Nuru. Na iwe nuru, baada ya Roho Mtakatifu kufanyaje? Kuatamia ulimwengu ule uliokuwa umejaa giza na utupu na ukiwa, akaiatamia, alafu akasema na iwe nuru. Hii nuru inamaanisha mwanadamu sasa alikuwa ameshajaa na giza. Haleluya. Alikuwa amejaa na giza kwa sababu ya dhambi. Dhambi hii ilimfanya akili ya mwanadamu imejawa na giza kiasi kwamba hajielewi hata yeye mwenyewe. Haleluya. Yaani haujielewi wewe mwenyewe na wala haujui hatari ya maisha yako baada ya maisha haya. Kwa sababu ya nini? Ya dhambi. Dhambi inavyotufanya wapendwa, inatufumba macho. You can't see, hauwezi kuona zaidi ya unachokijua ambacho ni dhambi. Na kwa kuwa tulishapotea kwenye dhambi, tulikuwa hatuelewi chochote kile zaidi ya dhambi. Natafuta maneno mepesi ya kueleza hii. Okay, tuko Tanzania. Tunaongea lugha gani? Kiswahili, si ndio? Miaka mingi iliyopita kulikuwa na Kiingereza Tanzania, si ndio? Kwa sababu gani? Tulichokuwa tunakijua tu ni Kiswahili, kwa sababu ndicho tulichofundishwa na tukarithishwa. Kwa hiyo kwa miaka mingi tulikuwa kwenye giza la kujua tu Kiswahili. Nimetoa mfano kueleza kwamba tulichokuwa nacho baada ya anguko ni dhambi iliyobaki tu kwetu. Hakukuwa neno lolote lililo jema kwetu, kwa sababu kilichobaki tu ni dhambi. Hatukuwa na kumbukumbu ya wema wa Mungu, hatukuwa na kumbukumbu ya matendo ya Mungu, hatukuwa na kumbukumbu ya kitu chochote. Ilikuwa ni giza, giza, giza. Giza, ukiwa na utupu, ndio hali ya mwanadamu aliyokuwa nayo, kiasi kwamba yeye mwanadamu mwenyewe hajijui na wala haelewi ya kwamba lile giza linakompeleka ni kwenye moto wa milele. Nikatoa mfano ya kwamba mtu kama ajui anaumwa hawezi kwenda hospitalini.
Sasa hiyo ndo hali ambayo tulikuwa nayo kwa sababu ya dhambi. Tulijikuta ni wagonjwa, alafu huu ni ugonjwa wa hatari kwa sababu mimi na wewe hatukujua tunaumwa. Hivi injili isingekuja tungejua tuna dhambi? Hebu tuvute tu hiyo picha. Injili isingekuja, tufute historia ya Yesu, tufute mafundisho ya Kristo, pasingekuwepo vitu vyovyote vile, tungekuwa tunajua nini leo hii? Tamaduni za wazee wetu, tungekuwa tunajua tu matambiko, ndio yangekuwa ndio lugha tunayoijua tu. Lakini sasa hizi tunapambana na matambiko kwa sababu kuna nuru nyingine imekuja. Kwa sababu Kiingereza kimekuja, ndio tunawafanya watoto tuwapeleke English medium ili wasome nini? Kiingereza. Ni kwa sababu imekuja nyingine knowledge. Lakini kabla hatukuwa na hiyo maarifa. Kwa hiyo Mungu aliposema na iwe nuru, alichokuwa anafanya sasa, ile nuru ilienda kumfunua mwanadamu kujiona alivyo. Kumuonyesha kwamba wewe upo kwenye matope na unahitaji usafishwe. Na kuna sehemu ya kusafishwa. Ndio ile nuru aliyosema na iwe nuru. Fiat Lux. Kwamba ile nuru ilikuja kutuonyesha hali zetu halisi, na hiyo ni moja kazi ya Roho Mtakatifu, ni kukuonyesha ulivyo. Na hii nuru ilipomulika moyo wa mwanadamu alijigundua kwamba mimi ni wa dhambi. Mimi na dhambi. Na hakikisheni wapenda, unaweza ukawa kanisani na usimulikiwe na nuru ya Mungu moyoni mwako, kwa sababu utaichukulia tu kama dini zingine unazozijua. Kwa sababu hata kuna watu walikuwa wanatambika, hawajua hata maana ya kutambika, kwa sababu tu walivikuta wazazi wanavifanya na wenyewe wakawa wanavifanya tu hivyo hivyo. Lakini inawezekana ukapokea Kristo kidini na ukawa unaenda kanisani kidini, lakini moyo wako haujamulikiwa kuona dhambi. Hii dhambi sio ya kunyoshea vidole kwa sababu kwamba umeona umefanya hivi ndio tuseme una dhambi. Hii dhambi ambayo Kristo, hii nuru inakuja kuonyesha ni hali ya mtu alivyo. Ukijiona ya kwamba ndani yangu hamna chema, hautaweza kujiamini maisha yako yote kwa lolote. Hautaweza kujiamini mpaka nuru ikakumulikie, alafu ikakuonyesha kwamba wewe ndani yako hamna chema. Hii ndani yako hamna chema inamaanisha kwamba hauwezi ukafanya jambo lolote ambalo likafanikiwa, kwa sababu ndani yako kuna ukiwa, ndani yako kuna utupu, ndani yako kuna giza. Kwa utajaribu kufanya kazi, lakini kinachotoka ni kile kilicho ndani yako, ukiwa. Umeanza kazi lakini haijazaa matunda aina yoyote, kuna ukiwa. Na ule ukiwa unahitaji nuru ya Mungu imulike, ikuonyesha kwamba huu ukiwa upo ndani yako. Unahitaji Kristo. Hakuna kitu kigumu kama hichi, kwa sababu nilikuwa naamini sina kiburi, sijui tuseme pride kwa Kiswahili ni nini? Ndio kiburi, majivuno. Nilikuwa naamini hivyo mimi binafsi. Nataka nionyeshe hii nuru inavyofanya kazi, ya kwamba kwanza kitu ambacho kilikuwa kinanifanya nijione hivyo, kwa sababu nilikuwa sina cha kujivunia chochote. Haleluya. Kwa niliaminishwa na hali yangu ya kwamba sina majivuno. Kwa chochote ambacho nilikuwa najifanya, kuna kale ka utukufu kwa Bwana, sio mimi. Kuna ka ambonesi fulani ka kilokole. Kuna ka ambonesi ka kilokole ambako kanafanyika kapo kanisani. Tunamshukuru Mungu. Ni neema za Bwana. Lakini ndani kuna kiburi, na hawezi ukajua Mungu asipokuonyesha una kiburi. Na mimi ndivyo nilivyokuwa najua kwamba naweza nikakutwa na vitu vingine, lakini kiburi sina. Nakutolea wapi? Kwa hata maombi ya kusema kukataa kiburi sijui na nini, nilikuwa alinihusu. Najaribu kutoa mfano tu wa hilo jambo. Sasa ikatokea siku moja kamilika, nikaanza kuona kiburi kilivyo ndani yangu. Alipokuwa ameniatamia Roho Mtakatifu ambaye nilijua namjua,
Kumbe ilikuwa sio Roho Mtakatifu kamili niliyokuwa namjua. Huyu Roho Mtakatifu niliyokuwa naye, nilichokuwa najua anaweza kufanya ni kunipa maono. Nilichokuwa najua anaweza kufanya ni kunionyesha tu vitu, nikiomba nitasikia sauti za Mungu. Na hivyo vitu vilikuwa vinafanyika. Utaingia kwenye maombi, ukineemeshwa Mungu anakuonyesha kitu, utasikia vitu, utaona vitu. Na sikujua kumbe kazi halisi ya Roho Mtakatifu ni kunimulika. Anionyeshe hali yangu ya ukiwa, utupu na giza lililopo ndani yangu. Kwa sababu hiyo hali usipoiona, hautajua namna gani unamhitaji Mungu. Haleluya. Ni mpaka giza litakapotanda moyoni mwako ndio utajua. Unapoenda kuimba, hauhitaji ufundi wa kuimba. Unahitaji Mungu akusaidie kuimba. Kwa sababu ndani yako hakuna chema. Utakapokuwa unafanya biashara, utahitaji kumrudia Kristo akakupe hekima ya kufanya ya bargain, kwa sababu utajua kwamba ndani yangu hakuna chema. Ikamulika nuru, nikaanza kukiona kiburi ndani yangu, nikayaona majivuno, mpaka nilijiogopa kwamba nilijua hamna mtu aliyekuja kuniambia una majivuno, kwa sababu nakuhakikishia mpendo, hata wewe mwenyewe ungenisaidia kusema hamna. Sina ugomvi. Kuna mtu ninayegombana naye hapa mimi. Sipendi ugomvi, sipendi masemi ya makelele. Hivyo, kwa hiyo nina kaamani fulani ambapo hapo kaamani kwa kusema sipendi hivyo, ndio kalikuwa chanzo cha majivuno aliyokuwa amejificha ndani yangu. Sasa hii unahitaji nuru ikamulike. Nuru imulike, na iwe nuru. Na iwe nuru. Mungu akitaka kumsaidia mwanadamu, anatakiwa amuonyeshe namna gani uchi. Kwa sababu ya dhambi. Kilichofanyika baada ya dhambi ya kwanza ni kitu gani? Walikuwa uchi. Si ndio? Ndivyo Biblia inavyosema. Baada ya kula tunda, kilichotokea ni kuonyeshwa uchi wao, their nakedness. Na wakaona aibu, waliogopa. Walimwogopa Mungu. Mungu akiishusha neema kukuonyesha ule uchi wako, hautakuja kanisani kimazoea, kwa sababu utamuogopa. Kwamba kumbe ndo niko hivi. Wengine majivuno yetu yapo kwenye vitu tunavyovipata utu tudogo ndio tumeweka na msingi wa Yeriko. Tunahitaji wakina Yoshua azunguke mara 6 uvunjike huo msingi. Yaani kiasi kwamba hauvunjiki kwa mapanga, hauvunjiki kwa nyundo. Greda lenyewe haliwezi. Tunahitaji ni Roho Mtakatifu aingilie kati kuivunja hiyo Yeriko. Hayo majivuno nayo yazungumzia, au giza hili ninalolizungumzia ambalo lipo ndani yako, lipo ndani yangu, ni Roho Mtakatifu ambaye analifunua. Kimwambia mtu, bwana wewe kuna 1 2 3, huwa kuna kauli ambazo nilizitumia na naendelea kuzitumia kwa sababu ya ujinga wa kutokujua kwamba namhitaji Mungu, na bado naendelea kuzisikia na kwa watu. Mimi sipo hivyo. Tunazitumia hizo wapendwa. Ukimwambia mtu wewe ni mchoyo, anasema mimi uchoyo kwetu haupo. Hamna uchoyo kwetu. Anakataa. Kwa sababu gani? Anahesabu kutoa kwake ndo anajihesabia haki kwa sababu anatoa. Haleluya. Lakini kwa mwanga wa Mungu anasema hata ukitoa kwa nguvu zako, tunahesabu ni uchafu. Unabidi ujue kwamba wewe uchi unahitaji uvishwe nguo, uvishwe vazi la haki. Na ukishavishwa ili vazi la haki, ndipo utakachokifanya chochote kitakuwa kizuri. Hivyo hautajua ulichokaa nacho ndani yako mpaka Mungu akakionyeshe, akatie nuru. Haujui kwamba wewe ndio bomu la maisha yako.
Asipokuonyesha Mungu utajilipua. Ndio maana ya kwamba iwe nuru. Mungu anaenda kukuonyesha kwamba bomu la maisha yako lipo ndani yako, na usipolishughulikia wewe hakuna atakaye kusaidia. Na unalishughulikieje? Sio kwamba wewe utaenda kutumia nguvu kulishughulikia. Wewe utabidi ulione, alafu unyenyekee mbele za Mungu na kukubali kwamba kuna hilo bomu ndani yako. Utamwendea kwamba Mungu, mimi nina majivuno, nisaidie. Hali ya kutambua uchi wako itakufanya unyenyekee na kuona kwamba ndani yangu hamna kilicho chema. Utahitaji kila siku, kila saa nimtegemee Mungu anipe vazi la haki, kwa sababu ni ndani ya vazi la haki tunatembea. Kwa mfano, mtoe mfano mwingine. Hakuna mtu ambaye atajua. Kuna watu wanasema mimi familia kwanza. Familia, mimi ndio kitu cha kwanza. Hakuna mtu ambaye ataniweka mbali na familia. Na kweli ukimwangalia mtu, maneno yake anayozungumza kwa with all sincerity, yani na ukweli wake wote, anamaanisha anachokisema. Ila kitu ambacho hajui ni kwamba ndani yake ni tofauti na hicho anachokisema. Haleluya. Yani mimi ninaweza nikaipenda familia yangu kwa moyo wote, lakini nisipomulikiwa giza lililopo ndani yangu, familia yangu nitaisaliti. Na nitashangaa mwenyewe, nimeanzeje kuisaliti hii familia ambao niliapa kwamba sitaweza kuisaliti familia yangu. Sijui kama inatupa mwanga vitu ambavyo vinakuwa vipo ndani yetu, na hatujui vipo mpaka Mungu atuonyeshe. Kwa sababu usipojua kwamba una bomu ndani yako, litalipuka. Na Mungu atabaki kwenye kiti chake cha enzi. Akitaka kutusaidia, atasema na iwe nuru. Na iwe nuru. Nuru kila mmoja itamtambua kwa alivyo. Kila mmoja itamtambua kwa alivyo. Utaanza kujiona kwa mwanga wa Kristo. Sio kwa mwanga wa kazi zako, sio kwa mwanga wa vitu ulivyonavyo, sio kwa mwanga wa vitu ambavyo unaweza kuvifanya, sio kwa mwanga wa maneno unayoweza kuyasema, sio kwa mwanga wa sauti nzuri ulionayo, sio kwa mwanga wa pesa ulizonazo, sio kwa mwanga wa kitu chochote ulichonacho. Mungu atakwambia chochote ulichonacho wewe ni giza tupu na ukame. Haya mengine ya nje ni mazingaombwe tu. Ngoja nikuonyeshe giza lenyewe. Sasa tumchukulie huyu jamaa au binti ambaye anajivunia ni mstaarabu. Mtaa mzima wanamjua ni mstaarabu, ana mambo mengi. Haleluya. Kaanza darasa la kwanza kwa vizuri, la pili anamaliza sekondari, anaenda chuo kikuu. Anatembea ajui mwanga hujafanyeje, haujammulikia. Aelewi ya kwamba ndani yake kila kitu ni kibaya, lakini sinakuwa kama imejificha. Anatembea na hiyo hali, alafu anakuja kukuta amepata kabwana. Ni mfano tu, moyo ukafa pale. Haleluya. Ukamfanya kila alichokuwa anakiamini, kanuni alizoishi nazo zote, taratibu anaanza kufanyaje? Kuzivunja. Taratibu anaanza kuzivunja. Alisema anampenda Mungu na moyo wake wote huyu kijana, lakini ni pale alipokutana na kakijana ndio akajua kwamba kakijana kale anampenda yule bwana kuliko Mungu. Sijui mnanielewa? Maneno yake yalikuwa ni ya kweli, alimaanisha alichokuwa anakisema, lakini kitu ambacho hakujua ni giza lililopo ndani yake, ambalo unahitaji ulishughulikie kabla haujaanza baada ya machafuko ya matendo yake yeye mwenyewe. Sasa Biblia inasema dhambi inamshusha mtu kwenye thamani ya mkate.
alijikuta ni mtu wa mbele, ni star mtaani, si ndio? Wamempa sifa. Huyu binti hakuna kama yeye, ni mzuri, mstaarabu, mwenye heshima, mwenye nini, mpaka alipokutana na kale kabwana kalikwenda kuchokonoa kilichoko ndani, ambacho hata yeye mwenyewe hakujua, ambacho hata wazazi wake hawakujua kwamba kipo ndani yake. Alichorudi nacho nyumbani ni aibu. What happened? Ilikuwaje? Haukujua kwamba wewe ndani yako kuna ubaya, na unahitaji Roho Mtakatifu akushughulikie, ili kama kutakuwa na chochote kizuri kitakachotoka ndani yako, kitakuwa ni matunda ya Roho Mtakatifu, itakuwa ni kazi ya Roho Mtakatifu. Tunahitaji Najua wote tukisema nani anampenda Mungu tutanyosha mikono, lakini sijajua ni wangapi watasema wanampenda Mungu kwa mwanga wa kujitambua kwamba ninachokisema sio kwa sababu najua nina kitu chochote kinachonistahilisha kumpenda Mungu, bali nasema nampenda Mungu kwa sababu alinipenda kwanza. Wengine mara nyingi tunasema nampenda Mungu kwa nguvu zetu. Nampenda Mungu kweli, anaanza kukupitisha kwenye majaribu ya kukuonyesha Mungu ukisikia jaribu kwamba ana test, anachojaribu kufanya ni kuifanya ile dhahabu, pamoja na kwamba kuna giza ndani yetu, pia kuna kitu kizuri ndani yetu. Hicho ndio tujue. Lakini ili chema kikawe chema, kinabidi kikapitwa kwenye process ya kukitoa kwenye yale maambatanisho na kibaya. Kwa Mungu anakupitisha kwenye zoezi ya kukuondolea kwenye kile kibaya. Ndio ile dhahabu lazima ipite kwenye moto. Sasa kitakachokusaidia kung'ang'ana kupita kwenye moto, kubaki na upendo wako na Mungu unapopita kwenye moto, ni upendo wako ambao utasema hata iweje, Mungu naomba nisaidie nikupende. Tunahitaji Mungu atusaidie tumpende, kwa sababu ukimpenda Mungu wewe haitoshi, unahitaji usaidiwe na nguvu za Roho Mtakatifu ukampende Mungu, kwa sababu vya kukuhakikishia na kukuonyesha kwamba wewe haustahili upendo wa Mungu vitakuwa ni vingi njiani. Vya kukukatisha tamaa vitakuwa ni vingi njiani. Kwa hiyo tunahitaji nuru ikamulike ili tukajione tulivyo. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37 na mpaka 9. Hawa walikuwa ni watu ambao waliucheka uwepo Roho Mtakatifu uliposhuka kwa wanafunzi wa Kristo. Lakini mpaka pale walipotiwa nuru mioyoni mwao, ndo walijua kwamba kumbe huu sio utani. Naomba tupasome Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37 mpaka 9. Neno la Bwana linasema, walipoyasikia haya wakachoma mioyo yao. Wakachoma mioyo yao walipoyasikia. Wakamwambia Petro, ni mitume wengine tutendeje ndugu zetu? Wakawauliza sasa, tufanyeje? Kwa sababu walichomwa mioyo yao. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Amen. Ishia hapo. Tubuni mpate ondoleo la dhambi. They never knew they were sinners. Hawakujua wana dhambi mpaka waliposikia, na yale maneno yalichoma mioyo yao. Ilikuwa ni nuru iliyoshuka ndani ya mioyo yao kuwaonyesha walivyo kwamba nyie mna dhambi. Kwa sasa walivyojiona walivyo, waliuliza sasa kwa mitume, tufanyeje? Ndio akamwambia mtubu. Kuna kutubu kwingine unahitaji uchomwe moyo wako kukuonyesha kwamba una dhambi, kwa sababu kuna vitendo vingine tunafanya hatujui ni dhambi.
Kuna maisha tunayaishi hatujui sio haki yetu, mpaka ukachomwe moyo wako, ukaonyeshwe kwamba huu sio halisia wa maisha yako. Tukimpokea Roho Mtakatifu au kuokolewa kupya, baada ya hii nuru sasa kutuonyesha, inachoenda kufanya, inaenda kumpasua ile nafsi iliyojijenga na giza, inaenda kupenya katikati. Waebrania 4 mstari wa 12 mpaka 13 nasema, neno la Mungu ni kama upanga likatao kuwili. Nisomee Waebrania 4 mstari wa 12 na 13. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 mpaka 13. Neno la Bwana linasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote, ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. 13. Hapo. Okay, soma 13. Wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote viutupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Vitu vyote vitupu mbele zake. Everything is naked before him. Mbele za Mungu kila kitu kitupu. Na anasema neno la Mungu ndio kitu pekee ambacho litaingia kama upanga, ukatao kuwili, kugawanya nafsi na roho, tenganisha mazuri na mabaya, naenda kuchambua nia ya maneno na mawazo ya mtu. Ni neno la mtu. Hiyo ni nuru, na iwe nuru. Mungu anaanza kushusha neno ambalo linaanza kututoa kwenye lile giza ambalo tumetanda nalo kichwani, mioyoni, ambalo linashawishi mienendo yetu. Lile giza litaenda kutoweka. Sasa Mungu katika uumbaji, kwenye upande wa kitabu cha Mwanzo, aligawanya giza na nini? Na nuru. Sasa huyu mtu ambaye amepata nuru, amepata mwanga, akili yake inaanza kurudi timamu. Akili ambayo ni ile Mungu ambayo alimuumba nayo hapo mwanzo. Ataanza kumwelewa, ataanza kumsikia sasa Mungu, kwa sababu hakuna tena giza lililopo moyoni mwake. Kwa sababu ile giza lilimfanya mtu asiweze kuisikia sauti ya Mungu. Ile giza la dhambi limetufanya tusiweze kufanyaje? Kuongea na Mungu. Ni kwa nini wote hatuwezi tukaomba tukaisikia sauti ya Mungu? Kwa sababu la giza lililopo ndani yetu, na tunahitaji Mungu akatutie nuru, tukajione tulivyo, ili tumwelekee kwa kujinyenyekeza Mungu, na kwamba atusaidie. Na tukisharudishiwa akili yetu ile timamu ya rohoni, spiritual sensitivity ikisharudi, ule utambuzi wa mambo ya rohoni ukisharudi, hiyo ndo kazi ya Roho Mtakatifu. Anataka kuturudisha sehemu ambayo tutakuwa na utambuzi wa mambo ya rohoni. Tutaweza kuliona jambo la kimwili na kulitafsiri kiroho. Tutaweza kuiona hatari kabla haijawa hatari. Utaweza kuona mtego ingawa umekuja kwenye package ya zawadi. Utaona kwamba ile ni akili ya rohoni. Sasa umemkubali, anaanza kusema na wewe, anaanza kukuongoza, anaanza kuwa ni nuru ya miguu yako, yule ambaye umempokea, kwa sababu umejua kwamba nikijiongoza, nikienda hivi hivi, nimegundua ndani yangu kuna giza. Ndio maana nilianguka. Wazi nilisema hapo mwanzo nilikuwa nimesimama vizuri, ikawaje nikaanguka? Ni kwa sababu ya mbaya aliyoko ndani yako. Ni kwa sababu ya hicho kitu ambacho niko nacho naturally. Ni uhalisia wangu, ndani yangu nina ubaya. Kwa hiyo tunapomsogelea Kristo, tunachokifanya ni kwamba tunamruhusu atuatamie. Tunapomruhusu atuatamie, tunaanza kutotolewa kulingana na anavyotaka tuwe. Roho Mtakatifu anavyotuatamia,
tunazidi kutotolewa kwenye mwanga wa mtu wa kwanza alivyokuwa. Hiyo ndo kazi ambayo Mungu alikuwa anaifanya. Kwa hapo mwanzoni tunasema tunajadili siku 6. Hizo siku 6 ndio alikuwa zinamrejesha mtu, zinarejesha na ulimwengu. Kwa siku ya kwanza na iwe nuru. Hii nuru ilikuwa ni yaturudisha kwenye akili zetu timamu. Dhambi uione ni dhambi, na haki ukaione ni haki, kwa sababu kuna watu ambao tunaita haki ni dhambi na dhambi tunaita ni haki. Revenge, kisasi, kimekuwa ni kama haki fulani hivi. Hiyo sio sawa. Yaani mtu akikufanyia kitu, roho yako haitalala mpaka utatafuta namna ya kulipiza, kwa sababu hiyo ndio haki machoni pako. Lakini nuru ikianza kumulika juu yako, neno litaanza kuingia ndani ya moyo wako na kuuchoma, ikaanza kukuonyesha haki ni hii na hii ni dhambi, hii ni dhambi, hii ni haki, na utaanza kuishi kwa mwanga huo. Hivyo hautaweza kuishi pasipo msaada wa huyu ambaye anakuletea nuru. Kwa tutakapokuwa tunaingia kwenye maombi, zaidi ya kutaka Mungu atubariki, tutahitaji kawe ni kiongozi wa maisha yetu kila siku. Yeye ndio akatuambia hiki ni kizuri, hiki ni kibaya, hiki ni kibaya, hiki ni kizuri. Tunarudishiwa hali halisi tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo pamoja na kwamba Mungu alivigawa, bado giza lilikuwa ni giza, na itaendelea kuwa giza na haitaweza kuwa nuru. Sijui mnaelewa. Mungu hakuliondoa giza, aligawa. Mtu aliishi kwenye giza kamilifu, hakuwa na mchana wala hakuwa na asubuhi, hakuwa na nuru wala hakuwa na kitu chochote. Lakini Mungu alivyokuja akagawa. Kwa alipogawa, inatuonyesha kwamba hata iweje ndani yetu tutaendelea kuwa na giza. Ndio maana yake. Tunaiona dunia ilivyo, inavyofanya kazi. Si kuna wakati wa giza na kuna wakati wa usiku. Kinachofanyika ni kitu gani? Mkiangalia kwa akili ya kawaida ya science, jua likigeuzia mgongo, dunia ikigeuza mgongo wake kwa dunia, ndio giza linakuja. Kwa sisi tulio na nuru, ina maana tumetazamana na jua. Lakini rotate, inavyozunguka ile dunia, ikigeuzia mgongo, sisi huku tunabaki kwenye giza. Mmeielewa hiyo teknolojia? Ni science ya kawaida tu wapendwa. Kwamba hakuna kwamba usiku au giza na au ni asubuhi. Kinachofanyika ni kwamba dunia inavyozunguka, jua limesimama hapa, lakini inavyozunguka kwingine kuna baki kimvuli, kwingine kuna baki mwanga. Kwa ule upande uliotazamana na jua utakuwa ni mchana kwake. Ule upande uliozungukwa na kimvuli utakuwa ni usiku kwake. Kwa hekima hiyo inatuonyesha tukimgeuzia mgongo Mungu, tutajikuta kwenye giza. Kwetu itakuwa ni usiku, kwa sababu kamwe tutakuwa na giza ndani yetu, na kuishi tu nje ya hiyo giza ni pale ambapo tutafanyeje? Tutakuwa tunamtazama Kristo. Kwa tunapozidi kumtazama Kristo, tunapozidi kwenda mbele zake, tunapozidi kumwamini, tunazidi kuwa kwetu inazidi kuwa ni nuru. Kwa hii inaonyesha kwamba ndani yetu kuna dhambi, na tukishawekwa nuru na Mungu akishatumulikia, hiki ndio kitu kingine ambacho nilikipenda sasa. Mungu anajua kwamba ndani yetu kuna dhambi, na inatubidi kila siku tumwangalie yeye, ili tuendelee kuishi kwenye ule mwanga wake ambao utatuonyesha haki, ule mwanga wake ambao utatufanya tukaishi mambo yale yote ambao ni mazuri. Lakini kuna nyakati ambazo tunaanguka na kufeli. Wagalatia 6:11.
Wagalatia 6 mstari wa 11 na mstari wa kwanza soma. Wagalatia 6 mstari wa kwanza, neno la Bwana linasema, ndugu zangu, mtu akigafirika katika kosa lolote, nanyi mlio roho, mrejezeni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole, ukijiangalia nafsi yako, usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Amen. Asante. Kwa sababu kuna usiku na mchana, Paulo alikuwa anatuelezea kwamba ukishampokea Kristo, ukamulikiwa, kuna muda unaweza kazidiwa na dhambi. Hii ni ishara ya kwamba unaweza kaanguka, mtu anaweza kaanguka, lakini anatupa ushauri ya kwamba mtu yoyote akishazidiwa na dhambi, nyie ambao mko rohoni, mumsaidie kufanyaje? Kumrudisha kwenye mstari, sio kumhukumu. Kwa sababu wote safari yetu ndio hiyo hiyo. Kuna kitu kibaya ndani yetu, kuna giza ndani yetu, lakini mwenzio unapoona giza limemzidi, unatakiwa wewe ni wa kwanza kumtia moyo, kumrudisha kwenye mstari. Haya mafundisho ni ya kujenga msingi wa fahamu zetu na kuelewa ya kwamba hata kama umekosea, ukiwa wewe mtu ambaye umempokea Kristo, haimaanishi kwamba umepoteza wokovu wako. Ndio hii nilikuwa nawauliza watu ya kwamba, je, mtu akiokoka leo, au mtu ambaye umeokoka muda mrefu, alafu ukakutwa kwenye dhambi, labda Kristo ndo ameshuka, au ukafia kwenye utelezo huo wa dhambi, wewe utaenda kuzimu au utaenda mbinguni? Eti wapendwa, wewe mtu wa namna hiyo anaenda wapi? Anaenda? Umeokoka ukajikuta kwenye dhambi, Kristo ndo anashuka, au labda ndo ukafa. Tufanye umepata ajali na mchepuko, lakini umeokoka, utaenda wapi? Anaenda wapi? Unaenda motoni. Kwa nini? Hajatubu. Kwenda kwangu mbinguni ni kwa matendo yangu, si ndio? Ina maana mimi mbingu nitailamba kwa sababu ya matendo yangu? Ndio maana haya mafundisho ni ya muhimu. Ndio mnaona kama na waboa. It's a foundation understanding ambayo itakufanya ujue kwamba nikishampokea Kristo, I'm forever secured. Kuna vitu sitavipata, lakini uzima wa milele ni wa kwangu. Nina consequences nitakazo kutana nazo kwa sababu ya ile dhambi, lakini kama nilimpokea Kristo, kama nilimfanya kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, mimi naenda mbinguni. Amkubali, si ndio? Bado aingia akilini. Sawa kabisa, kitu kizuri. Ndio maana niliwaambia mimi ndani yangu sina chochote kizuri, si ndio? Na kwa sababu hiyo ndio maana Kristo alikuja. Kwa hiyo mimi hii neema ya wokovu sikuipata kwa sababu nilitubu. Niseme sikuipata sikumshusha Kristo kwa sababu nilitenda jema. Ni mabaya yaliyomfanya Kristo aje kwa ajili yangu, si ndio? Tunaenda sawa? Sawa. Sasa nikiamini, nikampokea Kristo, alafu ikatokea kuna siku nimezidiwa na hili giza ambalo Paulo analisema, ainifanye kuwa sio mwana wa Mungu tena. Hainifanyi kuwa sio mwana wa Mungu. Nikisema nimefanya kuwa mwana wa Mungu kwa sababu sina dhambi ndani yangu, Paulo anasema, Yohana anasema tukisema hatuna dhambi, tunasema tunamwita Mungu kuwa ni mwongo.
Ina maana hata kama sitakuwa guest, ndani yangu mimi ni wa dhambi. Umenielewa? Kwa kile kitendo nitakachokutana nacho kinathibitisha hali yangu nilionayo. Ila kama nilimpokea Kristo, nikajikuta kwenye huo mjadala huo hapo katikati, nimempokea Kristo na muamini, ila nilizidiwa nayo dhambi. Nawaachia kuwa ni study, kila mmoja akaifanyia mjadala wake, lakini mimi naamini na sikuaminishi imani yangu ninayoiamini. Unatakiwa usome Biblia ukapate uthibitisho wa hichi ninachokuambia. Haki yetu sio kwa matendo yetu. Ukombozi niliopata sio kwa matendo yangu, lakini sio passport ya dhambi. Ina maana yule niliyompokea inatakiwa niwe na matunda naye. Ila kwenye safari ya kuwa na matunda naye kuna kuanguka na kuinuka. Ndio maana Biblia inasema mwenye haki ataanguka mara ngapi? Lakini atafanyeje? Atainuka tena. Kwa hata kama nikianguka, Biblia bado inaniita mwenye nani? Mwenye haki. Kwa sababu yule niliyompokea anaendelea kuniatamia ili kile kizuri kiendelee kuibuka ndani yangu. Ndio sayansi iliyopo. Bado haingilii akilini. Siku ya kwanza nimesikia hiki kitu nilitaka nimponde jiwe mwalimu. Kwa sababu sikuamini, nikamwambia haiwezekani. Na hiyo inakufanya uishi kwenye hofu. Itakufanya kuishi kwenye hofu kwamba nimekosea, sasa Mungu yuko mbali. No. Ni uchafu wangu uliomfanya nisogelee. Kwa sababu sikuwa na uwezo wa kujisaidia. Sikuwa na nguvu ya kujitoa kaburini nilikokuwa nimehukumiwa kuwa. Alinikuta kule na akanivuta. Yesu anasema sijaja kwa wenye haki, bali wenye dhambi. Kwa sababu mgonjwa ndio anayehitaji daktari. Kwa vifungu vinatuambia tuupambanie uokovu tulioupata kwa kutetemeka. Work out your own salvation with fear and trembling. Upambanie kwa kutetemeka. Umeupata, lakini upambanie kuutunza. Kwa kwenye harakati zangu za kupambana kuutunza, nikipigwa ngumi ya uso nikaanguka, imaanishi sasa mimi sio mwenye haki. Nitainuka tena, nitaendelea kuupambania. Kwa uchache wa hiyo naweza tukaieleza hivyo. Kwa hiyo shetani naye huwa anatumia haya mambo kutukumbusha vitu tulivyovitenda jana, juzi, na kutuvuta nje ya uwepo wa Bwana. Lakini unatakiwa ujue kwamba ni kwa sababu ya hao machafuko Kristo bado ananihitaji. Ni kwa sababu ya hicho kitu alikufa na kufufuka kwa ajili yangu. Ujasiri wetu kwenda mbele za Mungu ni uchafu tulionao. Hichi kitu ndio kilimfanya Kristo aje, uchafu wangu. Kwa shetani hawezi kunidanganya kwa sababu wewe haustahili. Hakuna anayestahili zaidi ya mwenye dhambi. Lakini yule sasa aliyepata hii anatakiwa aanze kuonyesha matunda ya yule aliyemkubali. Kwa hiyo sasa hii ndio inanipeleka sehemu moja ambapo nasema kwamba yule naye aliyokutwa kwenye dhambi tunatakiwa tuchunguze ni nani aliyemwatamia. Si ndio? Kwa sababu kama nimeatamiwa na Roho Mtakatifu, inatakiwa niendelee kuwa na matunda mazuri. Wengine hatujampokea kwa kumaanisha. Ndio maana tunajikuta kwenye hizo sehemu mbaya. Na hii sijaja kukutia moyo kwamba uko sehemu sahihi. Unatakiwa utubu, umpokee Kristo, aanze kufanya jambo jipya ndani yako. Nikijijua nina dhambi, nikampokea Kristo, hiyo inakuwa ndio ujasiri wangu wa kuendelea kumtafuta kila siku ili nisiongozwe. Anasema niepushe na majaribu. Ilikuwa ni ombi moja hapo, niepushe na majaribu. Sema mafundisho ya doctrine huwa yanakujaga kwa anaga fire ile ya kuamsha watu.
lakini ukikaa nacho ndani yako yanakuwa ndo msingi wa mawazo yako, msingi wa kuomba kwako, ya kwamba mimi ni mbarikiwa wa Kristo, amenichagua. Kufa kwa Kristo kunatuthibitisha kuwa sisi ni watu wa mbinguni. We bear the mark of the cross, ambayo inatuprovia, inatuhakikishia hii alama ya msalaba ya kwamba sisi ni watu wa Mungu. Okay, mstari wa 6 Mwanzo sura ya 1. Pointi ya 5. Tumalize hii. Mstari wa 6 sura ya 1. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 6, neno la Bwana linasema, Mungu akasema, na liwe anga katikati ya maji, likayatenge maji na maji. Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Okay, siku hii ya pili Mungu alifanya kazi mbili. Kazi ya kwanza, alitenganisha maji. Maana yake ni kwamba Mungu anatenganisha vizuri na vibaya. Sasa tunachukulia ni picha ya kwetu sisi. Huu si ni ulimwengu unaoshughulikiwa, lakini Mungu alipokuwa anaushughulikia ulimwengu, alikuwa anatushughulikia na sisi. Ya kwamba anatenganisha vibaya na vizuri na kuviweka kwenye nafasi yake, kila kitu kwenye nafasi yake. Hii ni picha ya msalaba, na kazi ya msalaba ni kutenganisha. Nuru ikiangaza juu ya mtu, au nuru ilipoangaza kwenye lile giza, nuru ilichokufanya ilionyesha hali ya uchafu uliokuwepo. So the greater the light, the dirtier the dirt became. Nuru ilivyokuwa imemulika kwenye ile giza, ndivyo giza, machafuko yaliyokuwepo yakaonekana zaidi. Mmenielewa wapendwa? Giza lilivyomulikiwa nuru, ndipo machafuko yaliyokuwepo kwenye yale mambo ambayo yalikuwa yamefichika kwenye giza yakaanza kuweka peupe. Ndio inayosema Roho Mtakatifu akianza kukumulikia nuru yake, anaanza kuyaweka mambo yaliyoko ndani yako machafu, yanaanza kuwa peupe. Nimewahi kukuta sehemu, hiki kitu kimewahi kunikutokea na niliomboleza usiku mzima. Sikujua kilichokuwa kinaendelea. Nimefunga siku 30. Baada ya nguvu yote ya maombi, baada ya hivyo vyote, kitendo cha kwanza nilichoenda kufanya ni uovu. Baada ya hivyo vyote, nilirudi ndani, nililia, sikuelewa. Nilikuwa najiuliza, baada ya kufunga, baada ya maombi, nilitegemea Roho apasuke, aonekane, lakini nilijikuta nimeenda kwenye dhambi. Nilikata tamaa, kwa nikaenda kuomboleza. What is going on? Maisha yangu yamekuaje tena na hivi? Kumbe yale maombi yangu yalichoenda kufanya, yalienda kuileta nuru na kumulika, na akanionyesha kwamba una hii dhambi. Na ile dhambi nisingeifanya, nisingejua ni nani. Ilibidi ifunuliwe kwa hiyo tamaa kwenye ile dhambi ikaumuka kama tamaa kwa sababu ya yale maombi, alafu ikabidi ionyeshwe ile dhambi. Nilitubu. Sasa sikujua kwamba kule kutubu kulikuwa ndo ondoleo ya ile dhambi, kwa sababu isingeonekana ile dhambi, ningeishi na akili ya haki ndani yangu, lakini ilinionyesha kwamba una dhambi. Sijui hiyo kama mmeelewa. Kwa wanaoisikia na mwenye hili neno amelisikia, na maanisha nini?
Kwa hiyo the brighter the light of God, the dirtier the hiding appears to be, the dirtier the water appears to be. Kwa kadri ya nuru ya Mungu inavyomulika juu ya maisha mtu, ndivyo machafuko yanazidi kuonekana. Kwa mtu aliyoko sana rohoni ni yule anayeyajua machafuko yake sana. Mungu anazidi kumwonyesha. Mkimwona mtu yuko busy kuangalia machafu ya wenzie, safari yake ni ndefu sana wewe. Safari yake ni ndefu mno. Amen. Kama unachokiona kwa mtu ni machafuko yake, haujayaona yako, ndio maana una muda wa kuyaona ya mwenzie. Amen. Kwa sababu saa hizi nimefika sehemu ambapo mpaka kuongelea jambo la mtu inabidi kwanza amekupitisha, amekuonyesha kwamba wewe haustahili kwanza. Hiki ndio kinachoshusha unyenyekevu. Unyenyekevu sio tunda la kusema utukufu kwa Bwana. No, ni tunda la kujiona kwamba kama kuna chema kimetokea ndani yako, ni kwa sababu kuna roho ipo nyuma yako na haujachangia chochote. Hii imenifanya kuelewa kwamba Mungu akishuka, sina chochote mchango nilichokifanya zaidi tu ya kujiweka available kwa Mungu. Nimetengeneza tu mazingira. Akishuka ashukuriwe Mungu, asiposhuka sina mkono juu ya ile kazi iliyofanyika. Watu saizi tunamiliki mikono ya tunamiliki uwepo wa Mungu. Ngoja nipande mimi, nitaonyesha show. Haujamlikiwa giza lililopo ndani yako. Amina. Ndio. Nilienda Arusha siku moja kwenye kuhudumia. Nilikuwa na rafiki yangu Zeru. Kwa hiyo ni watu wa vibe, tunazoea vibe. Naonyesha kidogo tu vitu tudogo ambacho tulikuwa tunatembea nato pasipo kujua tuna giza ndani yetu. Kwa hiyo wakafanya mambo, akanifuata Zeru, akaniambia sasa sikiliza Zewati, waonyeshe. Kawaonyeshe, katuwakilishe kwa kipekee. Kweli nabii akanipa kichwa, akasema hapa ngoja nikakiwashi. Na kwa neema za Mungu kweli Mungu alishuka akafanya mambo yake. Ibada ilikuwa nzuri, yenye nguvu. Sasa tusichokijua ni kwamba tulitoka na ni kama tuliumiliki ule uwepo ulishuka kwa nguvu zetu. Kwa hiyo kuna ile pride ilikuwa ndani yetu, kwa sababu tunasema tulipo Mungu anatenda mambo. Hiyo sentensi, kuna sentensi hiyo iliyojaa na neema, na kuna sentensi hiyo iliyojaa kiburi, majivuno. Kwa mtu anaweza kusema nikisimama mambo mengi yatafanyika, ambaye anazungumzia katika chemchemi ya mahusiano yake na Mungu, na Mungu amedili naye. Kwa hiyo akiongea yeye, anayeongea ni Mungu. Huyo hayo sio majivuno. Unatakiwa ujue kuthibitisha na kutofautisha. Na kuna anayeongea sentensi hiyo lakini chemchemi hayo maneno ni majivuno. Kwa anaweza kasimama mtu na akasema kuna watu nitaenda kuwaponya leo. Ni mtu huyo anasema. Na hiyo nguvu ya kutamka hayo haitoki kwenye nature yake. Anaongea kwa niaba ya Mungu. Mnamkumbuka Musa alisema kwa watu hawa wewe utakuwa ni Mungu. Kwa hiyo Musa alipewa license, alipewa haki ya kutamka maneno kama hayo, kwa sababu Mungu alikuwa amedili naye. Hakuwa ni maneno yaliyotoka kwenye majivuno, yalikuwa ni maneno kwa sababu ameyasikia sehemu. Yupo chini ya haki ya Mungu. Lakini mwingine akiyasema hayo maneno kwa sababu amemsikia Musa, na mimi nikasimame, sisi ni wabarikiwa wa Mungu, yule aliyepo ndani yangu ni mkubwa kuliko aliyeko nje, sijui na nini, nikatoa yale maneno na kumbe yanatoka kwenye chemchemi ya nini, ya majivuno. Sasa hayo ndio majivuno ambayo tulikuwa nayo. Tulikuwa tunasema tukawaonyeshe, sio kwamba tunaenda kuwaonyesha Mungu, tunaenda kuwaonyesha mambo ambayo tunayafanya yalikuwa yanatoka kwenye chemchemi ya majivuno. Wengine tunafanya majivuno sio pasipo kutamka kwamba unachokifanya ni majivuno. Ukionywa, ukikaripiwa, ukirekebishwa, reaction yako ndo majivuno yenyewe. Wamenionaje? Kwa nini?
Na kumbe hayo ndio majivuno. Kama Mungu hata kuonyesha nuru, hata nuru yake isipomulika pale na wewe mwenyewe uone kwamba haya ni majivuno, unaweza kukusanya hata ukoo ukakusupport kwamba kweli walikuonea, na haukujua kwamba Mungu alikuwa kwenye kazi anagawa machafuko yatoke, mazuri yabaki. Kwenye hii process ya kugawa, kazi aliyoifanya Mungu ni process inayokuja na maumivu sana. Mungu akija kugawa maji akija kugawa machafuko yawe machafuko na mazuri yabaki, ili akakutumia process yenye maumivu sana, kwa sababu itapita pale ambapo kuna vitu umevibeba, umevitamini moyoni mwako, alafu neno ndo litaenda kupita. Biblia inasema neno ni kama upanga ukatalo kuwili, sio kwa maadui. Kifungu tulichokisoma pale inasema vitu vyote vipo wazi kwa Mungu. Kwa huu upanga unaenda kukata kwa kila kilicho cha Mungu, ili kugawa vizuri na vibaya. Sasa ule wako panga likapite kwako, show utakayoipata itakuwa ni bye bye goodbye. It's painful. Lakini sio kwamba Mungu amekusahau, ni kwa sababu amemulika nuru yake juu yako na kuna machafuko yameonekana. Anataka kugawa sasa, hayatoe yale yaliyochafuka ndani yako, ili vibaki vizuri, vikafanyike kwa utukufu wa Kristo. Sasa hiyo process isikie tu kwa watu. Inabidi uwe na macho ya kuona kwamba hiki kinachofanyika hapa, Mungu kuna kitu ananyofua ndani yangu. Utahisi watu wanakutaki, utahisi wanakusema vibaya, utahisi wanakuonea, utahisi maisha kwako hayatiki. Kumbe ni kwenye process ya kukugawa, vibaya vitoke, vibaki vitu vizuri. Huu ni wakati ambao mwanadamu anaonyeshwa aibu yake pasipo ni mpaka pale hii nuru itamulika, utaanza kuyaona haya, na Mungu ataanza utafanya kazi pamoja naye kwa kumruhusu akushughulikie, kwa sababu wasipogawa uumbaji hautakamilika ambao anautengeneza ndani yetu. Kwa lazima tukapitia upanga. Hauji kwa sababu Mungu ana hasira na sisi, unakuja kwa sababu ametuneemesha, unakuja kwa sababu ya neno. Kuna watu unaweza kuwaona hapa ni wema vizuri, hujawahi kukutana na watoto wao, mgusie mtoto yaani unaweza kumkagua mwanzo mpaka mwisho, lakini hujawahi kumgusa mtoto wake. Mguse mtoto wake, afu utakuja kushtuka kwamba huyu mama ndio yule anayegaragaraga kwa kunena kwa lugha Jumapili. Kimgusa, kumbe ndio sehemu ambapo naye moyo wake upo. Haujawahi kuguswa sehemu ambapo pana moyo wako. Ndio maana magawanyiko haya kija. Kuna watu jamani, amina mtumishi, mgusie mtoto, anabadilika sura, yaani kabisa sura inakuwa kama, yaani sio kiumbe tena, unaweza kusema ni mwanadamu. Anaanza kufuka moshi. Jamani, sasa mbona mtoto wa fulani kama ni kumpiga tunampiga, akikosea vipi wewe? Kuna mama moja katika utoto tunakuwa sasa, sijui kawaje mtoto wake akawa amepigwa na jiwe, mashtaka akaja nyumbani, alivua nguo. Unanisikia mtoto wangu umekuingia leba, Mungu umeshika pabaya. Kwa kuna tu vitu tuko nato, tukikagusia Mungu akisema agawa akaondoe. Kwa wapendwa, neno linapokuja kama hivi, Mungu anaruhusu hali zinakuja kwenye kila siku maisha yetu, ili kukuonyesha kwamba na wewe kama moyo wako kako hapo. Na ukijua moyo uko sehemu, anza kujirekebisha. Wengine usimshikie simu. Anakuja anapaa aliko.
anakuja anapaa kwa sababu umemshikia simu. Kwa watu tuna vitu twingi ambacho tumetukumbatia ambacho sio sahihi. Kuna namna tumekuwa ni machafuko mbele za Mungu, na Mungu akisema anataka kuhudumia, anakutumia msalaba ambao unaenda kutenganisha hayo mambo. Wengine usiwagusie marafiki, umwambie achane na marafiki mwambie, anakwambia sasa, sikiliza mtumishi, wewe unaweza ukaongelea vyote, lakini ili swala ili achana nalo kabisa. Wengine msimshikie mpenzi wake. Hapa ndo mziki unapokujaga. Hata kwa vijana wamepoteza hatima zao kwa sababu ya mapenzi. Ndio ile nilisema mwanzoni kwamba unaweza kumpenda Kristo, lakini you need to fall in love with him. Haleluya. Hapo wote naweza nikasema kwa kadiria mnanipenda, lakini kuna kitu kinaitwa to fall in love, ambapo huwezi kulala pasipo huyo mtu. Ndio unatakiwa umpende hivyo Kristo. You need to fall in love with Jesus. Usipo fall in love, najua wote mnanielewa, haijalishi ni wazee ni wakubwa, nyakati za love zenu zi mnakumbuka mlioyafanya. Huu upendo naomba uelekeze kwanza kwa Kristo. Fall in love with Jesus first. Kwa sababu moyo ambao hujampenda Kristo ni hatari kwingine popote utakapoenda. Na unahitaji ufundishe moyo wako kumpenda kwanza Kristo, kabla hujampenda mume wako, kabla hujampenda mke wako. Love first Jesus. Moja dondoo ambao unaweza nikawaangushia hapa katika hichi kitu, ingawa najua mtanibonda mawe kwa sababu sina ndoa, lakini kitu kimoja ambacho nakijua ni kwamba hakuna mwanadamu ambaye anaweza kumpenda mwanadamu pasipo kwanza kujua upendo wa Mungu. No one can love anyone without first knowing the love of Jesus. Usipoujua upendo wa Kristo, hakuna mtu mwenye uwezo wa kumpenda mtu. There is no way. Msinibonde mbao, lakini hamjui yanayoendelea kwenye ndoa za watu. Disappointments, cheatings zilizopo kwenye ndoa, zilizopo kwenye mahusiano. Why? There is no love of Jesus. Unataka mahusiano ya dumu, secret, love Jesus. Hicho kitu nimekithibitisha. I know what I'm saying. Naweza nikawa sina ndoa, but I know the meaning of what I'm saying. Najua maana hiki ninachokuambia wapendwa. Usipompenda kwa Yesu, asipokuwa mchumba wako wa kwanza, mchumba wako wa duniani, you will never love him. Kwa sababu utaona vitu vilivyopo and you love him kwa sababu ya hivyo vitu. Anakujali, anakupenda, anakununulia zawadi, anakukumbatia vizuri. Subiri vyote hivyo viishe. Wait until no more affection is available. Pale ambapo hakuna affection iliyopo, ndo where the real love starts. Upendo halisi, kwamba hajanikumbatia, hajaniletea zawadi, hajaniaga alikoenda, hajafanya chochote, haonyeshi tena upendo kimatendo ambavyo nilikuwa nategemea. Hivyo vyote vikishaisha, mkishafanya haya yote ya mwanzoni yakiisha, ndo utajua where with love is there. Pale ambapo unaanza kuziona rangi za mtu, unaanza kuziona kucha, kumbe alizificha, then ndo urudi uniambie unampenda. But before that, no one can love. Na kitakachoweza tu kukusaidia kustahimili hiyo stage ni upendo ulionao kwa Kristo, kwa sababu Kristo atakupa mtazamo mpya. Amina. Ambao utakufanya utaendelea kubaki pale. La sivyo utaenda kufanya alichokifanya na wewe, utalipiza. Ndio maana watu wanalipiza visasi, kwa sababu aliona alicheat. Mimi naenda kulipiza kisasi. Na it's a continuous drama of deception, ya udanganyifu unaendelea kutanda. Kwa sababu gani? Real love is found in Jesus. Hauwezi ukapenda pasipo kumjua mwanzilishi wa upendo. There is no way. Aliyeanzisha huu upendo, mwenye mwanzo wa hii ndoa ni Kristo. Hii
ndoa wanadamu, we are not the pioneer of it. Sisi sio tulioanzisha huu upendo. It's God. Kwa kama utahitaji uenjoy, you need to go back to the beginning to know the meaning. Upendo wa Kristo, ukimpenda Kristo atakupeleka msalabani, ataenda kuyatoa yaliyo mabaya, yatabaki mazuri, na hayo mazuri utaishi nao vizuri. Warumi 6 mstari wa 6 mpaka 11 utaandika tu kwa sababu ya muda. Wagalatia 2 mstari wa 20 anasema kuishi kwangu sasa ni Kristo, na yote aliyo na kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Wagalatia 2 mstari wa 20, Wagalatia 5 mstari wa 24, Wagalatia 6 mstari wa 14. Kwa kifupi soma Wagalatia, utakutana na vitu vinavyowasilisha kifo cha Kristo ndani ya mtu. Wakolosai 2 mstari wa 20, hayo mambo ambayo yanafanyika Kristo akianza kukaribisha msalaba kwako. Najua unampenda Kristo na analeta ukombozi. Je, unampenda yule Kristo anakuambia ubebe msalaba wako na umfuate? Ni hatua nyingine hiyo. Na inatupeleka wapi? Kwenye ukamilifu wa uumbaji ambao aliuumba, ukamilifu wa maisha yako halisi ambao unatakiwa uwe nayo. Na ni kifo hichi cha msalabani kinachoharibu mambo yote, complications zote zinakuja kufika mwisho kutoka kifo kikipita kwa mtu. Na pasipo huu msalaba hakuna kitu kingine chochote ambacho kinaweza kikafanyeje kikatuokoa. Ingawa tumeokoka, bado tumeshikiliwa na nini? Na dhambi. Tumeshikiliwa na ubinafsi, tumeshikiliwa na tamaa za kimwili. Ingawa tumeokolewa, bado tumeshikiliwa na dunia na tamaduni zake zote. Na haya ni mambo yanayotuvuta chini. Lakini baada ya kukutana msalaba, baada ya matenganisho yakianza kupita katika moyo wa mtu, tunaanza kupata mwanga wa tofauti. Utakuwa makini ya maneno yako, utakuwa makini ya there is that self evaluation ambayo inatuongoza katika msalaba. Utakuwa unajihukumu zaidi. Nikitumia neno hukumu haijakaa sawa. Yaani msalaba ukianza kufanya kazi juu yako, utamwona mwenzio kuwa bora kuliko wewe. Utajiona kama haustahili. Unahitaji Kristo kila siku. Ni kazi ya msalaba ambao inaanza kuyatoa machafuko, ambao hao machafuko yalikuja na majivuno, yaliyokuja na kupenda dunia, yaliyokuja na dhambi. Msalaba unapopita unaanza kukutenganisha huko. Haleluya. Kwa sababu msalaba ndio ishara inayoashiria kwamba sisi ni watu wa mbinguni na tumetenganishwa na ulimwengu. Kwa hiyo kumwamini Kristo kunatupa nafasi ya kupokea kila ambacho kipo ndani ya Kristo. Haleluya. Tukimwamini Kristo tunapata access ya kila ambacho kipo kwa Kristo. Ndio maana unaweza kupona. Unaweza kupona lakini bado una dhambi. Ukamwambia ulipona lakini bado una dhambi. Aliwaambia watu walipona lakini bado walikuwa na dhambi. Ni kwa sababu gani? Kitu tunakipokea kupitia kwa kumwamini Kristo. Alikuwa anasema niaminini. Lakini baada ya kumwamini, baada ya kupokea vyote ambavyo tunaweza tukavipokea kutoka kwako, tunatakiwa sasa msalaba ukafanye kazi. Huu msalaba sasa unachofanya, unatutoa duniani. We will no longer be of this world. Hatutakuwa tena watu wa duniani, bali tutakuwa watu wa mbinguni. Kwa hiyo msalaba unachofanya, unashusha mbingu ndani yako na mazingira yako yatakuwa ni ya mbingu. Ndio maana Kristo aliishi kama yuko mbinguni. Aliishi kama mbingu iko ndani yake. Kwa sababu gani? Alikuwa sio mtu wa duniani. Alitenganishwa na ulimwengu. Kwa hakukuwa na kitu chochote ambacho kilizuia maisha yake hapa duniani. Ndio maana aliweza kutembea kwenye maji. Ndio maana vipofu waliona. Kwa sababu gani?
hakuwa na kanuni ya kidunia iliyomfunga. Kwa tukifa na yeye kwa kifo cha kukubali Kristo akapitishe msalaba ndani yetu, ndipo tutakapopata haya maisha ambayo ni ya juu, kama Mungu alivyotenganisha maji ya chini na kuyapeleka juu. Kwa hiyo yule mtu ambaye anabadilika wa ndani, unavyozidi kumpenda ule mtu wa ndani yako, anavyozidi kumkaribia Kristo, ataanza kumfanya mtu wa nje kuishi kama mtu wa ndani. Kwa hii imani na hii injili ambayo tunakuwa tumeipokea, tukipokea kukaripiwa na kunyoshwa na kazi ya Mungu, tunazidi, anachokifanya Mungu ni kwamba tunazidi kuwa kama Kristo, tunazidi kuwa kama Kristo zaidi na zaidi kila siku. Ndio maana unaweza kumkuta mtu mwaka moja amesogea hatua fulani, mwaka wa pili amepanda juu tena, mwaka wa tatu amepanda juu tena. Kwa sababu gani? Ameuruhusu msalaba uendelee kumbadilisha, uue tamaa za kimwili, msalaba uue dhambi, msalaba ukutenganisha na vyote, uendelee kuwa kama Kristo, kwa sababu huko ndo anakotaka kutupeleka Kristo. Roho Mtakatifu anavyotuatamia, anachofanya ni kwamba tukatotolewe kama yeye, tukawe kama Kristo, kwa sababu sio tena wa hapa chini. Lakini tukiruhusu ubinadamu, uutu, tukiruhusu kutawaliwa na tamaa, tunazidi kuchelewesha ile safari ya kuwa kama Kristo. Na hapa ndipo wengi tunastaki. Mtu anaweza kaja vizuri, ikifika darasa la msalaba kuubeba, anakimbia kipindi. Kwa alianza vizuri, unashangaa sasa kumbe alikimbia kipindi cha msalaba, ambapo sasa walitakiwa sio maneno ya kubembeleza, ni ukali. Anakuja kwa ukali, anakwambia acha, anakwambia hiki sicho msalaba. Sasa unaanza kufanya kazi, ukivumilia pale kuna hatua nyingine, na mwisho wake ni kwamba tukawe kama yeye. Hatufanye tu kuwa kama Kristo kwa kuomba, ni process Mungu anaifanya katika maisha yetu kila siku. Kwa unapokuja kanisani, neno likija, unalifanyia kazi, unazidi kujisogeza, kupruniwa, kutengenezwa, ndio unajikuta unaanza kuwa na picha. Tukikuona hatukuoni tena wewe, tunamwona Kristo. Ukiimba hatukuoni wewe ukiimba, tunamwona Kristo, kwa sababu msalaba umepita ndani, umeenda kutenganisha maji machafu, yametoweka, yamebaki maji ambayo sasa yatatumika kumwagilizia, na mimea yote itaota na utakuwa na matunda. Naomba tusimame na tumwombe Mungu atusaidie. Hakuna kitu kizito kufundisha kama doctrine. Doctrine ni nzito kuifundisha, kwa sababu muda mwingi haiji kwa kushangwe, hawezi ukafurahia, haiji kwa zile mbwembwe za kuhubiri, inakuja kwa neno baada ya neno, neno baada ya neno, na unatakiwa ulipende neno ili ukaliruhusu likubadilishe, ili likuruhusu likutengeneze ukawe mpya. Paza sauti yako na umwambie Mungu, naomba nisaidie, nitengeneze, nipe neema, kwa sababu hakuna tutakachoweza kuomba zaidi ya neema ya kutuwezesha kupita pale ambapo inafika wakati wa msalaba. Latos eletas kataparantes